Tangu nikiwa mtoi nilikuwa najiambianga mimi siwezi guza mihadarati hata kuendeaje. Because mihadarati niliona Kenya inaweza dukwa mse. Because wase walikuwa around me walikuwa addicted to something. Ile ilikuwa natuma wanakosa kukua functional kwa responsibility zao. And hiyo kitu ilikuwa inaniuma juu nakumbuka mimi ndio nilikuwa affected most of the time. Alafu mimi ni mdogo hapo nashinda what can I do? So the only thing naweza do ni kulook. And nilijiambia mimi siwezi guza hata kuendeaje siwezi guza. The first time niliguza, the first one was hiyo story ya vile niliguza the first one nitaisema vile niliget into a place whereby nikakosa control. Let me start from there. Hiyo nyingine tutasema siku nyingine. Hii December ilifika place nilikuwa najiangalia hivi kwa kioo niko huyu ni nani? Alafu ilifika place kila morning nikiamka the only way kuna mkenya na go through ilikuwa kuamka kutumia kitu ndio mind yangu iweze kutulia, but ilikuwa distraction, haikuwa solution. Ilikuwa distraction ile ilikuwa inanimaliza than ili give solution. Because ilifika place kuna reason why nilikuwa naongelea church last time, because nilikuwa najua if I had a spiritual leader ule and understand life, mse labda anaweza ni put away from this environment, alafu anichukue tu nieke kwa wing yake aniambie tuende hivi. But the moment nilienda kwa mse nikashia vulnerability yangu nikamwambia na go through, the only thing nilifanywa niliombewa. Nisijui kwa nini saa zingine church ufikiria tu toka pepo hiyo ndo solution. Hey, saa zingine si solution juu what are this? But today nalia not because I'm hurt, but because I'm happy. As in, niko hapa na nimeovercome kitu bila kusaidiwa na mse. Bila mse kuniambia enda hivi ni kaa chini. Jiteka mkutano jiambie usi wewe ulifikaje hapa. Unaweza kuwa something better. Unaweza kuwa happy, unaweza say no to something, unaweza say no to someone and actually get healed from it. Sidhani the reason why I share these videos because tuko wengi hapo, ni vile tuwezi sema na ni vile tuwezi share na vile tuwezi ku vulnerable kwa environments tuko, because labda hizo environments ndio pia zinatu affect, ndio zinatu abuse to the point the only thing tunaweza do ni kuendelea kunam kuliko could dress the part, kuamka tu umejibrand I am happy, I have joy, I'm at peace, kila kitu iko sawa. But tena kuambia imagine sasa zingine unaweza amka tu na uamue funga tu virago mwambie tu God mimi nakuja kukutafuta, nakutafuta tu mimi sijui, but baada kwenda ushago si manishi life imeisha, ni sigire kwa find peace na joy. Na hizo buildings zingine zio tuchanganya tunadhani hiyo ndio happiness, kukuwa na labda kulipa the most expensive rental house ndio success. Nataka kwambia tu kweli kai huku kuna Wamasai manzi bado wanaishi kwa nyumba za matope na ile peace wako nayo kai. Kuna mihadarati wajipatana nazo, wanaweza kuwa wamevaa nguo za culture yao 24/7, wanatembea na maginyera akala, wanaweza kuwa meno zao labda zimeharibika juu meno ya chumvi na gawa ileti maji huku, as in the most basic thing and but kitu kinasema ni kitu wameniteach ni the most important thing in life ni health, because we are chasing to be so successful. Tunasahau 50 years from now kuna time the most important thing kwa life yako itakuwa your health. Utakuwa unajiuliza na breathe poa kwa utakuwa na kila kitu but upumui poa, utembei poa juu kuna kasoro fulani kudili nao mapema, kwa sababu kuna chase life, unataka look the part, unataka kushinda best yako, unataka kuprove yourself wrong, but deep inside uko too dead. Najua hii face ile navaa vile narudia nguo inakaa huyu ashachanganikiwa na maisha, huyu msetu tunafaa kumsaidia ashapotea, ni sawa, but
Kuna testimony, nimejifind. Nimerudi back kile place nilikuwa before ni meet everyone. Before kila msee ni teach life ni nini. Nah, guess what? It's beautiful because nimerealize as I do. Naweza say no to something, naweza say no to someone. Na naweza answer tena because time is just an illusion. Kitu tunachase hiyo tunakimbiza ni casket supu. Na mabeshi tutakuja na magari wakuje wapaku huko nje wakule sherehe, ende road trip. But acha ni work hard ndio niweze ku afford hiyo place, ndio wasi feel wanafaa kulipia funeral yangu ndio waweze kujustify vitu walinifanyia. Wacha wasi watakuja kukaa around me, wala wasi watazunguka hiyo casket wanalia cause wame lose someone special kwa life yao. Na hii face ita change, takapoa. Hizo nguo nadhani nafaa kuvaa nitavaa. Hiyo haircut nafaa kudu nitaidu. Nikizo hizi beard zitakuwa refu. Inywele hii sura everything ita turn around. God ata show off wase, God ata show off. Ya mjui, God ata show off. Kila kitu kuliwa na loka, si itarudi. Alafu niliget opportunity kusikiza ngoma zangu. Niko na ngoma almost 2 hours. Sasa zinaweza create show na watu wakuje na nisiboa se. Mimi nilemoka kitambo, bado sina ngoma 2. I have so many songs. Ndio kitu realize na ni realize kila msee tangu nimeanza kupost alianza monetize. How can you monetize your pain? Like wase, si kila kitu content. Sasa ingine katu chini ujiteka mkutano, julizo uko sawa, utavaa poa ufurahisha hao mafala. Alafu mimi nishapona. I'm okay. Identity ya kuwa orphan, hiyo nishaitoa kwa mind. Mamangu wako place poa. Mamangu ni among my angels. Wale wanaoking na mimi. My ancestors wako behind me. Wananipush, wananiambia song. Wewe ndo utamake it. Song hizi walls. Azizi kuweka down. Na God ako na mimi. So, kwa wale wase kila saa, unataka za cabbage? Sitaki za cabbage. Sasa nataka kuweka show yangu. Nataka kuperform, nataka kudu mimi, nataka kuendelea. Hii place ijaisha. Hii ni beginning ya new beginnings that I believe every time when I feel ni death imefika, it's just an opportunity for God to reincarnation. God kukuonesha unaweza zaliwa tena. Hii matope ni once get opportunity ya kuingia ndani ya matope. Hii soul hatujui pale tenda next, but as long as matope inaweza do something, as long as niko na hiyo youthfulness ndani yangu, nitaendelea kudo great things. As in hiyo noma yote haishi hapa, inaanzia hapa. Na kuna kitu tanieka down. Hata unaweza imagine, unaweza anza tena. Unaweza say no to that person, unaweza sema ishia vitu na kuachia. Kila kitu umedhani ilikuwa nani identify, hiyo ni yako, nimekuachia. Naanza na hii opportunity ya niko healthy, naweza breathe na sina kasoro yoyote, naweza tembea, yani mikono zangu, vitu, kila kitu yangu iko functional 100%. Soul yangu nisha heal cause nisha release hizo traumas, siko the same way. Najua nakaa ugly sahi, but guess what? Mimi handsome guy. Kuna mwanaume beautiful, not handsome, beautiful kama mimi. So anza, it's not the end, anza. Whatever unatani ni wewe, actually yeah. Hii place iko ndani, hii roho, everything that is inside you that's the most important thing in life. Everything else is useless, like literally useless. Imagine 100 years from now, sisi wote hatutakuwa na kutakuwa na new generation. Na if you don't deal with your traumas, tasaulika tu na kila kitu ulikuwa na try kushow wase vile uko poa. Mi heaven kaianzi hapa. Hii life makes sense. Mi heaven yangu inaanzia hapa. Si dedi ndio niende nikuone nyumba za gold. Heaven yangu iko hapa. Hapo pengine God ndo anajua, hapo sipangi na sipangiwi. Mimi sipangwingwi. Tujisearch tena, tuanze tena. Msasikushoe ni nani? Msasikushoe imeisha.
nitaanza tena na tena na tena na tena. I have more beautiful songs, I have more frequencies zenye God anafaa kunipea, zenye nafaa kurelease. Sita worry about ni nini naiwaka kama nini naiwaka, cause dream yangu haikuwa tu kudu muziki, ilikuwa pia mimi one of my songs iko kwa playlist ya radio, cause radio ndio ilikuwa gold kwangu. Hizi vitu zingine, that's the only thing nilikuwa nasikiza. Nilikuwa nasikiza muziki, everything around me inanyamaza, everything inanyamaza. Kuna reason why niko na hizi earphones 24/7, cause every time na play music, everything around me goes silent. Kunakuwa silent na kuwa peace. So tafuta your peace. Hizi vitu zingine tigana na cio, abiriria haria uri, Ngai nĩarakuona. You just start, everything else is useless. Hizi miti unaziona hapa, hizi miti zote, imagine zita exist wewe ukienda, hizi miti zote, guess what, as you have to show off, zinafaa tu kukaa hapo ni kumake sure roots zao ziko deep enough ku reach water na ku maintain life, because that's the only thing that matters kwa world ni life bro.